Salimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu, ni kukaribisha kwenye channel hii ya Apostle Johannes John. Leo tuna topic ya leo nasema mbinu 13 rahisi za kushinda majini mahaba. Mbinu 13 rahisi zitakazokuwezesha ushinde roho za majini mahaba. Na mbinu hizi ukizitumia na kupa uhakika kuanzia leo majini mahaba hayatakusumbua na utakuwa na mamlaka rohoni ya kushinda chochote cha giza kwenye maisha yako. Kumbuka Yohana 10:10 inasema shetani alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini Yesu Kristo alikuja kutupa uzima kisha tuwe nao tele. Lakini pia Yesu Kristo alipakwa mafuta kuja kuziangamiza kazi za ibilisi, Matendo ya Mitume 10:38. Lakini pia na sisi ametupa mamlaka ya kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote kinachoweza kutudhuru tunapojua hilo. Soma Luka 10:19. Kwa hiyo leo nataka uondoe hofu, wasiwasi, mashaka pale kama unasumbuliwa na majini mahaba na una vita ya majini mahaba. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, samehe wote waliokukosea. Bariki wote wanaokulaani, wapende wote wanaokuchukia na waombee wote wanaokuudhi. Kwanza fanya hicho. Soma Luka 6:27 mpaka 34, soma Mathayo 6:14 mpaka 15 na Marko 11:25 mpaka 26. Nasimamia maandiko hayo. Lakini cha pili, tubu dhambi zako na kuziacha. Angalia ni wapi unapojikwaa, kama unazini kabla ya ndoa, au unazini kama ni mbea, kama ni mlawiti, kama ni msaganaji, kama unaangalia pornography, kama unajichua. Chochote kile unachokifanya au una mawazo mabaya, teka nyara fikra zako na mawazo yako yapate kumtii Kristo. Wa Korinto 2:13 mpaka 6. Lakini tubu dhambi zako. Mithali 28:11 maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatofanikiwa, lakini anayeziungama na kuziacha atapata rehema. Kitu cha tatu, kubali kubadili mfumo wa mawazo yako na maisha yako. Jitenge na mawazo mabaya, jitenge na maisha ya machafu yoyote. Lakini kitu cha nne, jitenge na watu wasio sahihi au mahusiano yasiyo sahihi au mazingira yasiyo sahihi. Hicho ni kitu cha msingi. Yawezekana Mungu anakuonya majini mahaba yanatoka kanisani kwako au kwa ndugu zako au kwa majirani zako au kwa ndugu zako wa damu. Kwa muda mwingine Mungu anataka ujitenge. Ukisoma wa Korinto wa 2:6-14 mpaka 18 inakueleza hizo. Ukisoma Yeremia 15:19 mpaka 21 pia inahitaji tujitenge ndipo Mungu aweze kutusaidia. Lakini kitu cha tano, jitenge na laana za ukoo. Ingia kwenye maombi ya maalum. Ingia kwenye maombi maalum labda ya siku 7, siku 21 au siku 40, kujitenga na roho na laana zote za ukoo na laana zote za kifamilia. Lakini ingia pia kwenye hayo maombi, omba kujitenga na laana zote za asili toka enzi za Adam. Jitenge na laana zote za asili zinazohusiana na ukoo wako na zinazotokana na dhambi zako. Lakini kitu cha 6, okoka na batizwa kama hujaokoka na kubatizwa na kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo cha 7, jitahidi ujazwe Roho Mtakatifu, utembee katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini 8, jitahidi kusoma neno sana na kuomba sana. Jitahidi kufunga mara moja kadri Roho atakavyokuongoza, lakini pia na kukesha kadri Roho atakavyokuongoza. Lakini 9, epuka mahusiano yasiyo sahihi ya kimapenzi na mtu yeyote ambaye Mungu amekukataza, maana hiyo yote ni milango ya mashetani. Lakini 10, jitahidi kuondoa kiu ya mahusiano na nguvu ya kuwaka tamaa ya kutamani. Hayo pia huwa ni mlango. Kama una mahusiano labda ni uchumba, lakini una kiu au ni kitu ambacho kinakupa kiu mahusiano, labda una changamoto ya kupata ndoa lakini una kiu na tamaa, basi huo unakuwa ni mlango na majini mahaba yataanza kusumbua. Lakini 11, jitahidi kutoongea maneno yasiyomtukuza Mungu na mpenzi wako. Kama una mchumba au hata kwenye ndoa, jizingatia mapenzi yaliyo sahihi. Kuna wengine wapo kwenye ndoa lakini wanafanya mapenzi kinyume na mapenzi ya Mungu, au wapo kwenye uchumba wanafanya mapenzi, au wapo kwenye uchumba wanazungumza maneno ya zinaa na uchafu. Kwa hiyo hayo pia yanafungulia milango. Lakini 12, jitahidi kutozini kabla ya ndoa, na 13, epuka kuangalia pornography na kujichua na uchafu kama huo.
wa kutamani. Kwa hiyo hayo yote yanaweza kuleta majini mahaba yasiishe kwenye maisha yako, na hayo majini mahaba na hizo zinaa za rohoni na huo uchafu wa rohoni utazidi kukuzuia baraka zako. Lakini leo ukizingatia haya, utakombolewa na baraka za Mungu zitaanza kuandama Christ. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.